Karibu ndani. Karibu. Ingia. Umeona mume wangu? Mke wangu, kwani tatizo kubwa hasa ni nini juu ya hao watoto? Bwana mume wangu, tatizo kubwa hapa, kanifanyia kitu kibaya sana, sijapenda. Kwa sababu nimemwagiza mimi toka asubuhi. Tena tulikuwa tumekaa hapo tunataka kunywa chai. Nikamwambiaje, mwanangu, nenda kanunue vitu, tuje tupike vya mchana. Sawa, nimemtuma kazamia. Nikamwambia Msomali, hapa tusinywe chai mpaka tunaona mtu harudi. Nikamtuma tena kakake. Nenda kamwangalie rudi naye. Pia naye kazamia. Hivyo mimi sijanywa chai toka asubuhi na wasubiri wao. Si unaona vitu hivi hapa mume wangu. Asa iko ni kizuri kweli? Sasa hayo ni mambo mimi kuanza kunipigia simu nikiwa kazini. Jamani, kwa hilo jambo ni dogo mume wangu. Kuwatuma wote wamezamia mpaka sasa hivi umeamua mimi kunishindisha na njaa, si ndio? Na unafurahi kabisa mkiwa kutoka asubuhi sijunywe chai. Unajua wewe sasa hivi ni mtu mzima. Alafu unatambua hapa nyumbani tunaishi na watoto. Hizo ndio changamoto zake. Watu wazima wale. Sasa mimi ndo pia ningeamua kuwashindisha na njaa, wao wangejisikiaje? Sio ungeona mimi nawanyanyasa? Mimi bwana nawapa chakula kwa wakati. Kwani wao nifanyie mambo kama haya? Sawa. Sasa mpaka sasa hivi unajua kama wanafanya nini? Kama kuna changamoto yoyote wanapata? Kama kuna changamoto yoyote ambao wamepitia huko, unajuaje? Bana mimi wamenikuwa. Mati, mimi nenda kufungua. Jamani, haina haja ya kuchuchumaa. Sawa na wewe mnipende. Haina haja sawa na wewe. Jamani nangu mpenzi. Sije magoti. Sio vizuri. Fanya niko mwanangu. Mwanangu wa kiume huyo, baba huyo. Mwanangu mzuri, wa kike jamani, napenda sana. Atenda. Sasa. Nashangaa tena. Baba samahani. Bila samahani. Nadhani yote mama yenu ashanielezea. Kwa hiyo nendeni mkapumzike, tutaita baadaye wakati wa kula. Baadaye kidogo. Sawa. Kwani wanaenda wapi? Hebu
mwenyewe hata sijui. Lakini baba anarudi kazini. Kwa sababu tunajua baba alikuja kusikiliza ile kesi ambayo mama alimpigia simu. Mama hapo mimi ndo sijui anaenda wapi, maana yake alivyopendeza leo. Au na ikapata ajira huko. Takuwa labda wanaenda wote kazini. Bora iwe tukae kwa amani. Yote hivyo. Sasa ukimtazama alivyopendeza, wili lilivyomkaa, utasema kuna binadamu kama huyo. Kumbe laana mtupilia mbali. Bora hata mwezi kwa alipoenda. Unaota wewe. Nilikuwa nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa
kuanzia sasa majukumu yako yameongezeka. Ukimaliza kufanya usafi nyumba hii kubwa, hakikisha unaenda kufanya usafi na kule kwenye nyumba ya mwanangu. Tunaelewana? Na tena sio usafi tu, kuanzia nguo zake, kufua nguo, unatakiwa ufue vizuri, kudeki chooni, kutandika kitanda. Sio unafua kama unavyofua hayo matambala yako hayo, dakika 2 sijui umeanika. Fua kwa uangalizi mzuri. Mwanangu yule ni Boy, nadhani unamuona. Sijui tumeelewana? Ndio mwana. Sawa. Naomba tafadhali unisikilize ninachokwambia. Sitaki kurudia mara mbili. Sawa. Ina maana unajua majukumu yako alokuachia Bi Mkubwa? Majukumu gani? Sikizime dada. Bi Mkubwa anakuambia msafishie ndani, unipigie deki. Kazi kama hizo msiwezi kufanya, ndio unajua. Wewe ndio upo kwa ajili yangu kumfanyia usafi ndani. Mwenyewe unaona sura mauzo. Mbona usafi nimeshafanya, nimedeki, nimefagia tayari. Na kule kitandani ngoja tandika. Sikutaka kukuamsha kwa sababu ulikuwa umelala, afu nikajua ukiamka nitakuja nitandike, ndio maana sikukusumbua. Kwa hiyo nenda ndani ukasafishie. Na uangalie na vitu vyangu sije kanifurugia. Na sitaki uache uchafu aina yoyote. Nadhani umenielewa. Tabia yako sijaipenda. Na ukija ukarudia tena, nitamwambia mama yako, nitamwambia na kaka vile vile. Malo, kwa sasa uko nyumbani, umemaliza shule, sasa unasubiri majibu. Kwa hiyo kama unavyojua hapa nyumbani tunaishi na ndugu zako, watoto wa mama yako mkubwa. Napenda kusikia kama unashirikiana nao katika kazi za nyumbani. Sipendi kusikia hata siku moja mkiwa na tofauti yoyote. Panapokuwa na tatizo lolote, basi mtaniambia baba yenu, tunakaa chini tunajadili. Lakini
lakini msiishi kama sio ndugu. Ishini kama ndugu. Au sio mama T? Ndio. Yaani mwanangu kwenye swala la kukaa na ndugu zake uko vizuri sana. Kwa hiyo mwe mnasaidiana kazi za kufagia, kazi za nyumbani za kuosha vyombo, ni kazi za kawaida. Kama tulivyokuwa tunaishi nao ndugu zako, basi ishi nao hivyo hivyo. Msiwekeane ubaguzi, kwa sababu wewe sasa uko nyumbani na hii ndio familia ambayo umeikuta tunaishi nayo. Kwa usilete ubaguzi wowote ule ukawa na tofauti. Hapo sasa baba T. Yaani mwanangu mimi akakae pale sijui aoshe vyombo, sijui mara afagie uwanja. Inawezekana vipi? Huyu katoka shule juzi. Hapo alipo anasubiri kwenda chuo. Anatakiwa afanye maandalizi yake mwenyewe. Unamwambia akaoshe vyombo, akafagie uwanja. Inawezekana vipi? Mwanangu hawezi kukaa pale. Sio kweli. Kwanza jinsi mwangalie jinsi alivyo. Hawezi hizo kazi. Kwanza huyu mwanangu yuko tofauti na wale watoto wengine. Au wewe huoni hilo swala? Mama T, huyu ni mtoto wa kiume. Ni lazima umfundishe kazi za nyumbani. Huwezi tu ukamwacha yupo tu kakaa tu na wenzake wanafanya kazi. Hii ndio familia yetu. Halafu huyu mtoto unapotaka kumlea wewe unakosea. Unamlea kimama. Kuna siku atapata matatizo huyu. Tofauti. Halafu hii ni familia yake. Unapotaka kumtenganisha na familia yake, unaweka ubaguzi. Sababu huyu baadaye atakuwa na maisha yake. Unaposhindwa sasa hivi kumlea kama unapotaka, unakosea. Kwa hiyo ndo akaoshe vyombo. Sikubaliani na hilo swala. Hata kidogo sikubaliani nalo. Hivi mume wangu, ingekuwa hiyo ni damu yako ya kuzaa mwenyewe, ungekubali aoshe vyombo?